binafsi za watoto wako, la utoe kafara ya nyota za watoto wako. Mkuu, mimi nipo tayari kutoa kafara ya nyota za watoto wangu. Safi sana. Umefanya chaguzi iliyokuwa sahihi sana. Watoto wako wana nyota kali sana za kuwapa mafanikio katika maisha yao katika siku za usoni. Hivyo sisi tutachukua nyota za watoto wako na kuwafanya waishi maisha kuteseka hapa duniani, lakini wewe tutakupa utajiri na kukupandisha cheo. Aha. Aha. Kwani mama, hapo simenti ni mifuko mingapi? Mwanangu, kiukweli sijui. Labda nije nimuite yule fundi aje azungukie eneo zima, alafu yeye ndo atatuambia ni mifuko mingapi ya simenti tunahitajika tu. Basi sawa, wewe fanya kitu kimoja, confirm hiyo hesabu, alafu baadaye mimi nitakurudia. Sawa mwanangu, wala hata usijali. Basi sawa mama, nitakupigia baadaye. Haya. Hello sis, niambie. Safi, nikopo naoga, yani sijasikia kabisa simu yako. Nilivyoona upokei, nikajua tu utakuwa unaoga. Wapi, nipo tu nimechoka mwenyewe. Pole, lakini ongera pia, maana unachoka kwa faida. Sema tu leo ofisini kulikuwa na kazi nyingi sana, yani nahisi ndio maana nimechoka. Umeshaongea na mama lakini? Yes, nimeongea naye. Vipi? Ameshakupa hesabu kamili? Hapana, ila amesema atamuita fundi, watapiga hesabu then atanirudia. Okay, mimi nitakuwekea hela kwenye akaunti yako.
alafu na wewe utaunganisha na ya kwako, alafu utampatia. Sawa, hamna shida kipenzi. Basi sawa, uwe na jioni njema. Baadaye mama. Hodi huku ndani. Karibu. Asante mama. Karibu mwanangu. Asante. Au. Jamani, za hapa kwako. Nzuri za huko tokako. Uko kwema, maendeleo yako? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Naona kama kawaida yako uko busy na tamthilia. Yaani wewe ukuta hata toka asubuhi mpaka saa hizi uko hapo busy. Mwanangu, unajua unapokuwa nyumbani alafu hauna shughuli ya kufanya, kitu pekee ambacho kinaweza kukupa faraja hivyo kuangalia tamthilia, basi muda unaenda. Ni kweli Mwaya, lakini usijali mama yangu. Hivi mama, nikuulize kitu kimoja. Ni biashara gani ambayo unaweza kufunguliwa ukahisi kwamba utakuwa comfortable nayo sana? Mimi kwangu biashara yoyote tunaweza nikafanya, mradi tu isiwe na heka nyingi. Maana si unaona mama yako nishaanza kujizeekea mimi. Mama, hakuna biashara inayoitwa yoyote. Wewe kuwa free tu kuniambia ni kitu gani ambacho unaweza kinaweza kikaja ikakufanya, yani biashara ambayo inaweza kufanya ukawa hauna changamoto yoyote, haikusumbui. Mwanangu, una king'ang'anizi wewe. Bwana niambie. Sawa mwanangu. Ni biashara ambayo naweza nikafanya ambayo haina heka nyingi. Ni biashara ya duka la bidhaa za mahitaji ya nyumbani. Na tena lisiwe mbali na nyumbani, ili nisiwe nachoka kutembea tembea. Si unajua tena. Okay. Basi mimi nitakufungulia hilo duka. Tena litakuwa duka kubwa kiasi kwamba mtaa mzima huwa atakushangaa. Si unajua mwana? Sawa. Lakini hebu niambie maendeleo ya kazini kwako inakuwaje? Yaani tena umenikumbusha. Kwa kweli mama, namshukuru Mungu, sasa naendelea vizuri kabisa. Na huu mguu hapa sasa, huu mguu wangu umetoka kule mpaka hapa. Kilichonileta mama, ninahitaji uniombee ili mwanao niweze kudumu hata kwenye ile kazi, na ikiwezekana nipandishwe hata ngazi za juu. Usijali binti yangu. Kabla sijakuombea, ngoja niende chumbani mara moja. Alafu nirudi nije nikuombee. Sawa. Baby. Mbona upo kimya sana? Wala hata sipo kimya.
Ni vile tu nafikiria kuhusu maisha yangu na wewe ya baadaye mpenzi. Wow. Hata mimi nilikuwa nafikiria nadhani kwamba huu ndio muda sahihi wa sisi kukaa pamoja. Baby, mimi nadhani saizi sio muda sahihi wa mimi na kukaa pamoja. Nadhani unajua situation ya mama yangu. Ni mtu ambaye amenilea akiwa peke yake toka mdogo mpaka namaliza chuo. Nadhani sasa hivi ni muda mzuri wa mamangu kula matunda yangu. Ni jambo jema sana kumpambania mama. Nadhani hii itakupa baraka nyingi sana. By the way, hata mimi nawaza kama mamangu angekuwa yuko hai, angeweza kupata matunda yangu. Pole baby kwa kukumbusha machungu ya mama yako. Nisamee mimi kwa kuleta madai. Hapana. Jambo ambalo limeshapita, by the way, ni zamani na kiukweli nimeshaweka amani moyoni mwangu. Yeah. Okay. Nafurahi kusikia hivyo. Vipi? Kuna tatizo lolote kuhusu maendeleo ya kazi yetu? Hakuna tatizo lolote mkuu, ila tu nimekuja na habari njema. Habari gani hiyo? Mkuu, nimefanikiwa kupaka dawa kwenye kichwa cha Sofia. Safi sana. Hiyo ni habari njema sana. Umefanya kazi nzuri sana binti yangu. Sasa kila kitu kinakwenda kuwa barabara.
Sorry. Hivi unasikia hiyo harufu? Baby. Hivi ni harufu gani ambayo unakuwa unaiongelea wewe? Mama, toka jana usiku mpaka nilihisi kama bunauta. Ndio maana nikakuacha hata ukaje kulala sebuleni peke yako. Lakini mpaka sasa unaniambia mambo yale yale. Harufu ipi? Maki mimi sisikia harufu yoyote. Sofia. Unajua unanuka mbaya. Yaani unanuka kama mzoga wa mbwa. Si unanielewa? Yaani nyumba yote imejaa harufu mbaya na inatoka kwako. Na isitoshe mimi siwezi kukaa na mtu ananuka harufu mbaya kiasi hiki. Yaani harufu ni kali mbaya. Siwezi. Baby. Kwa juu jamani, harufu gani tena mbona? Mwanangu, wala usilie, kwani kila kitu ni mipango ya Mungu. Mama, yaani hata sijui ni kwa nini maisha yangu yanaharibika kwa kasi ya ajabu kiasi hiki. Sijui mimi nakosea wapi, yaani sielewi kwa nini nakuwa hivi. Basi mwanangu, wala usilie, usije ukakufuru. Wewe mtegemee Mungu tu, kila kitu kitaenda sawa. Sasa kazi inaendelea vizuri. Binti Sofia atakufilisika kabisa na kubaki hana mali yoyote. Mali zote alizokuwa nazo na zile ambazo angezipata katika maisha ya mbele zitahamia kwako. Utakuwa mwanamke tajiri sana na mwenye nguvu kubwa. Nilikuambia hii ni kazi ndogo sana. Sasa binti yupo chini ya utawala wetu. Tungejua njia hii mapema, nadhani wala hata tusingesumbuka. Tukiisha malizana na huyo Sofia, tutahamia kwa Monica. Mama, unajua jana usiku nimeota ndoto ya ajabu sana. Ndoto gani mwanangu? Nimemwota marehemu baba. Na mbaya zaidi, alikuwa akiniambia kwamba mtu anayenifanyia ubaya au anayeniharibia maisha yangu ni mtu wangu wa karibu sana. Mwanangu, hizo ni ndoto tu, achana nazo. Na mara nyingi ndoto zinaweza zikasababisha ukakosana na watu wako wa karibu. Ni kweli mama, maana hata nikiangalia watu wangu wa karibu ni wewe mamangu.
Monica pamoja na Douglas. Na sifikiri kama nyinyi mnaweza mkanifanyia ubaya wote wa kuniharibia maisha yangu. Mzimu wa baba yake Sofia unajaribu kumsaidia Sofia ili ajikomboe kutoka kwenye kifungo chake. Sasa ninakuagizeni kama sio kukutumeni. Mama Sofia pamoja na kijana wangu, nendeni mkachukue kivuli cha Sofia akiwa amelala. Kisha kiingize ndani ya hicho kivuli ili mzimu wa baba yake ushinde kuwasiliana naye katika ulimwengu wa giza. Nyinyi ni akina nani? Nyinyi ni akina nani? Nawauliza, nyinyi ni akina nani? Kwa nini mmerudi pasina kivuli cha Sofia? Mkuu, kivuli cha Sofia kilinyanyuka na kuanza kutuuliza sisi ni akina nani kabla hatujafanya chochote, na kilivyozidi kuendelea kutuuliza ndipo hapo tulipoanza kuishiwa nguvu na ikatubidi tuondoke. Umelala mwenyewe. Shoga yangu mimi. Jamani. Asante sana. Huko namshukuru Mungu mimi niko poa sana. Nilikuwa natoka zangu hapo site, nikaona nipite hapa nyumbani nikuone mama yangu. Nikuletee japo matunda kidogo. Nashukuru kwa kuja kunisalimia na kuniletea matunda pia. Usijali mami. Vipi mambo yako yanaendaje? Hivyo hivyo tu, mambo yangu ni kama vile yameganda mama. Mwanangu, bado unaendelea kuota zile ndoto zako za ajabu ajabu? Hapana. Lakini hata ikitokea nimeota, asubuhi naamka sikumbuki chochote.
Mwanangu, hata kama hauna kazi ndio ujiachie kiasi hicho. Mama, yaani sioni hata sababu ya kujijali, kwa sababu kama unavyoona mambo yenyewe yote yako ovyo ovyo tu. Huo muda na utoa wapi? Basi sogea mimi nikusuke hizo nywele zako. Au unaweza? Njoo. Mwanangu, nahisi vidole vyangu vinakufa ganzi. Sijui ni ugonjwa wa utu uzima. Lakini usijali. Pale mtaa wa pili kuna saluni nzuri tu. Ningeomba uende pale ukasuke. Kama sasa mama, nikwambie, yule msusi wako uliponielekeza asishindwe kunisuka saa ngapi? Yaani nakwambia alikuwa akinishika tu anahangaika mwenyewe. Anasema mara asikie kwamba mikono inamuuma. Mara aze kubeua ovyo. Mara aseme kifua kinambana. Saa ngapi mara asichukue tena dawa ya kienyeji kwenye chupa anywe. Akanywa. Yaani alikuwa anahangaika sijui kuona. Mpaka nikauza ni nini hiki? Kwani ulienda saluni? Si ile saluni ya pale mtaa wa pili, acha ile ya kwanza, ile inaofuata pale. Nimeshapajua. Yule dada namfahamu. Ni mchawi. Na mtaa mzima wanamjua. Mama. Kwa nini ulimtoa mtoto wako haje kwenye saluni yangu ili nimsuke? Angali unajua kabisa mtoto wako yuko na nguvu kubwa kwenye nywele zake. Si tuliwasiliana? Wewe ukasema una nguvu ya kumpandikiza dawa Sofia wakati ukiwa unamsuka? Au sio wewe? Nyamazeni haraka sana. Mimi nitatafuta namna sahihi ya kumdhibiti Sofia. Aha. Mwanangu, nimeshakwambia punguza mawazo. Kwani ukiendekeza hayo mawazo yatakuja kuletea maradhi ambayo yatakuletea shida baadaye? Mama, najitahidi sana kuwa sawa, lakini nashindwa. Alafu leo mbona umekuja bila gari? Au ndio mawazo yanasababisha mpaka umeshindwa kuendesha gari? Nilikuwa hata nimeshasahau mama. Bora hata umenikumbusha. Unajua nimekaa nikafikiria bora niuze tu ile gari ili niweze kukamilisha malengo yangu ambayo nilikuwa nimepanga. Ikiwa ni pamoja na kukufungulia biashara yako na ujenzi wa nyumba yetu kukamilika. Sofia,
Kwa nini umeamua kufanya hivyo bila kunishirikisha? Maisha yangu mimi yasiwe mzigo kwako, hasa kipindi hichi ambacho wewe hauna kazi. Ni kweli mama, ila moyo wangu utapata amani pale tu ambapo nitakamilisha yale yote nilikuwa nimekuahidi. Na hapa ninapozungumza na wewe mama, gari tayari nimeshapeleka kwa dalali. Kwa muda wowote inaweza ikapata mteja na sisi tukapata hiyo pesa kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Sawa mwanangu. Japokuwa sijapenda hili ulilofanya. Usijali mama yangu. Gari ni kitu cha kawaida. Tutakuja kununua tu. Wala hata sikupe mawazo sana. Mama! Mama! Nimekukosea kitu gani mpaka unataka kuharibu maisha yangu? Usijifanye uelewe ninachokizungumza mama. Hao wanaosema wanakusaidia ndio wanaokuharibu. Watu gani? Na umejuaje kama na watu wananisaidia? Kwa kuwa umejua mimi ni nani, naomba nikuambie kwa nini ninakufanyia hivi. Kwa sababu wewe ni mwanangu, nimekuzaa mwenyewe. Na nina maamuzi ya kufanya chochote kile ninachojisikia. Subiri itakapofika usiku, uone nitakachokufanyia. Manake naona unataka kunipanda kichwani.